Na wapenzi watazamaji wa kipindi chetu cha ujenzi wa soko, leo tuko live ndani ya mji kata ya Msongola ambao tumekuja kuangalia namna gani ambao wananchi wananufaika vipi na soko lao. Moja kwa moja, mimi sio mzungumzaji sana, niko na wenyekiti au wamiliki wa wasimamizi au wasemaji wakuu. Nitaenda kuona ni nini. Nimepita kila soko, nimekuta soko limekaa tu halina watu. Tunataka tukajue ni kwa nini soko halina watu na nini ambacho kinaendelea, na ujenzi umekamilika na kila kitu tumeconfirm. Sasa moja kwa moja, mtazamaji wa kipindi chetu, twende tuangalie. Mwenyekiti yuko pale ambao anaitwa Steven Damas Lulenga, ana yale ya kutueleza. Twende kwenye kio chetu, karibu. Naam, mwenyekiti. Kwa majina naitwa Boy Chidu na tokea Boy Chidu TV. Leo nimekuja kata ya Msongola. Nimeona soko limekaa tu, sioni watu wakifanya biashara. Sasa ningependa ushare jumbe, ni kwa nini watu au wafanye biashara eneo lako na nini ambacho kimekwamisha. Lakini kabla ya yote, naomba ushare majina yako matatu. Karibu. Okay, naitwa Steven Damas Lulenga. Ndio mbunifu wa soko na ndio mwenyekiti wa wafanyabiashara hapa sokoni. Naam, lakini watazamaji wa hii live ya Boy Chidu TV wangependa kujua ni kwa nini watu kata yako huku kwenye soko lako watu wafanye biashara. Mmejenga soko lakini hakuna watu. Shida ni nini? Hata hicho kinanishangaza kwa sababu mimi niligawa vipande kwa ajili ya wafanyabiashara. Nilitangaza wafanyabiashara wote ambao wanafanya biashara barabarani au sehemu sio rasmi, kuna eneo ambalo nimelipata waje niwape hayo maeneo. Na kweli ni wagawia, kila unachoona kipande hapo kila mtu kapewa na wamejenga. Lakini matumaini yangu makubwa yote nilijua kwamba waliojenga wafanya biashara. Lakini siku zinakwenda, maeneo yanakuwa kwa wazi na sijui kitu gani inafanya wasifanye biashara. Nishaenda kwa diwani, mwenyekiti wa mtaa, nishaenda kwa makamu mkuu wa wilaya, mbunge, wote nimewapa taarifa. Jamani, eneo langu limejengwa na watu na niwapo kwa sababu wajenge fanya biashara, lakini mpaka leo hawafanyi biashara. Sababu zake nini? Lakini hakuna nipo ushirikiano. Kwa hiyo sasa yule mwenye eneo kadhamini nimeingia ubia na mwenye eneo lake hapo. Kwa hiyo sasa naye tulikwenda mkataba. Anavyoona siku zinakwenda na yapate chochote, anauliza maswali. Bwana, eneo langu liliomba kufanya biashara ulinipe. Na sababu mwaka unaingia wa 4 sasa hivi sipata hata senti 5. Majengo yamekaa pale. Sasa sikuelewi mwenyekiti unafanyaje? Lakini kabla ya yote ushaipeleka malalamiko kama haya kwa sababu bosi wako ni mbunge. Kuna mbunge na diwani na wenyekiti wa serikali za mtaa. Hizi taarifa ulishafikishia na wakakupa ushirikiano gani? Tarehe 28 mwaka jana mwezi wa 12 kulikuwa na ziara hapa ya waziri wa ujenzi, mbunge pamoja na mkuu wa wilaya. Bahati nzuri mimi mwenyewe nilikutana nao waheshimiwa ana kwa ana. Na nikamwambia ziara yenu isiishie barabarani, nendeni kwenye soko la Msongola. Watu wanalalamika kama hakuna soko. Soko lipo. Sababu soko lipo, limejengwa, lina stendi na tumesajili mabasi kabisa ya kuwa kama yafika hapa Msongola sokoni. Ulishapeleka taarifa juu ya soko lako kwa mbunge, mkuu wa wilaya, kwa diwani, kwa wenyekiti wa serikali za mtaa? Ulishapeleka hiyo taarifa? Taarifa kwa maandishi nilipeleka mpaka kwa mkuu wa wilaya nilipeleka, lakini alikuwa aliohamishwa yule katibu tawala, na vivyo nilipelekea tena kwa maandishi na kumwomba wao mlezi wa soko. Kokote nilichapeleka. Mkurugenzi aliyohamishwa taarifa nazo na alishatuma wakurugenzi wake wasaidizi wa zoni namba 7 kutoka Chanika. Wamekuja, tumekaa nao vikao hapo kwenye kata na watu walihimiza kwamba soko lifanye kazi. Lakini walipoondoka mpaka leo sioni ushirikiano wote wa kuanzia diwani au mwenyekiti wa mtaa wahimize watu wafanye biashara. Tatizo ni lile kwamba nimewagawia watu maeneo kufanya biashara. Kwa nini wafanye biashara? Je, kweli unafanya biashara au kuna watu ambao wamevamia? Kwa hiyo ninapoomba ushirikiano nijue kina nani, lakini siruhusiwi kuitisha mkutano. Yaani kama kuitisha mkutano nasema mkutano tutaitwa mwenyekiti kwa sababu yeye ndio kwenye kamati ya siasa, sina kamati si ulinzi wa siasa ndio ataisha mkutano. Kwa hiyo huu sasa hivi karibu mwaka 3 naisha mkutano wa wafanyabiashara waliomiliki vizimba hauitishwi. Ungependekeza maoni yako kwa rais kuhusiana na hili, awasaidie nini hapo? Karibu. Asante. Ndugu mwandishi, ningependa sana kama rais apate taarifa kama hili soko lipo na limejengwa kisasa kabisa. Na haja kiwezekana atume watu waje ashuhudie kwa nini wafanyabiashara wafanye.
na wakati wa wafanyabiashara haya maeneo yote nimewagawia bure. Hakuna hata mtu mmoja ambaye nimemuuzia kwenye ile soko. Watu wote nimewagawia sehemu bure, na wao walifanya kama ndio wafanyabiashara, lakini wafanyabiashara. Sasa je, ni nani anafanya watu wafanye biashara? Pengine waulize watendaji wake, amuulize diwani, mtendaji, huyo mbunge, waulize kwa nini soko lile lipo na lakini wafanyabiashara wafanye biashara. Wao ndio watoe sababu kwa nini wafanyabiashara hawafanyi biashara wakati walipewa eneo kujenga bure. Viongozi hao wote ninazungumza ukiondoa mbunge, lakini mdiwani, mwenyekiti wa mtaa, mtendaji, wote nimewapa eneo la biashara na wote wamejenga. Na wote umewapa vyumba hapo? Wote wana vyumba. Lakini ushirikiano hamna? Sidhani, kwa sababu ushirikiano kama mingi kwa sendi, lakini ushirikiano kila wakati nakwenda kwao na sio kwa maneno. Ni kati ya viongozi leo hapa na Flame hapo. Ni yupi ambaye amewahi kukupa ushirikiano? Napokaa nao wote wanadai ushirikiano. Hata wananchi tulikuwa baadaye kioji utakwambia. Diwani anaweza akaja akasema okay basi tutaishughulikia, akiondoka kimoja. Mwenyekiti wa mtaa anaweza akaja akatoa maelekezo akaondoka kimoja. Hakuna kwa yani ushirikiano wa maneno mkubwa. Mara ya mwisho kuwafuata hao viongozi ilikuwa lini na mpaka sasa imepita muda gani? Yani mwezi mmoja uliopita tu nilikuwa na diwani hapa, aliniambia nitengeze mazingira ya soko hapa, nitengeze mazingira ya soko kwa ajili ya magari yaingie. Nikatengeza mazingira ya soko, naviona stand mpaka nimeweka umeme kwenye stand. Hii stand inawaka umeme usiku. Hii stand unaona huu umeme unawaka. Mimi ni shahidi. Hii lengo lao nini? Mimi mwenyekiti mimi. Hii stand ifanye kazi masaa 24. Maana soko letu tumesajili ifanye kazi masaa 24. Ndio. Lakini watu wale magari tuliyosajili, tuna magari tumesajili kufika hapa sokoni. Kuna njia kama 5 hivi. Kuna Buza Msongola sokoni, kuna Mbezi Luisi Msongola sokoni, kuna Kigamboni wilayani Msongola sokoni, kuna Mwandege Msongola sokoni, tuna Mbagala complex kule wapi Msongola sokoni. Mpaka Mbagala rangi 3 Msongola sokoni. Lakini haya magari tuna yote na hayaingii, yanapita tu. Unaishi ni nini hapa ambacho kinatakiwa kuboreshwa zaidi ili magari yaingie? Nishaenda kuona mpaka kwa ratio. Maraditio wote wa sehemu zote hizi wachanika wa Matubai imamba taarifa kwamba haya magari hayafiki. Nikamwita nikamfuata jamaa wa LATRA akaja mpaka hapa, akaja akatembelea mpaka la video yake ninayo, naweza nikakuonesha baadaye. Na tuende tukakamata magari yote ambayo yatakiwa yapaki hapa. Kwa lugha nyingine, ndugu mtangazaji, kwamba wananchi wa Msongola hawana kituo cha mabasi. Na hawana kituo cha mabasi, haya yanatokea Chanika yanapita tu, lakini kituo cha mabasi hawana. Na ndio maana nikamwambia kituo cha mabasi kiwapi? Kiwa hapa sokoni. Sokoni hapa. Alafu kwa usalama wa wanafunzi vivi. Tuna shule hapa kama 5 hivi. Tuna shule za msingi kama 3 na shule za sekondari. Kwa hiyo utakuta wanafunzi wengi sana wanapata madhara kugongwa barabarani hapa. Lakini hapa ilikuwa sehemu sinda. Hii njia unaiona ndio njia ambayo imeenda kwenye shule zote hizo. Na nishawaambia kwamba stand hiyo hapa, mabasi hayo hapa ili watoto wasipate madhara barabarani, lakini hakuna anayesikiliza. Shukrani. Nafikiri ndugu watazamaji wa kipindi chetu wamekupata vizuri. Lakini ningependa kabisa kujiridhisha zaidi kwa sababu nimeongea na wewe, sijaona wananchi wengine. Unaniruhusu niongee na wananchi wako? Niweze kujua wana kilio kikubwa sana. Niweze kujua mengi zaidi kwa sababu naweza kuwa mwenyekiti afu ukawa umebezi upande wako. Sasa nataka niwasikilize na wananchi wanasema nini. Nashukuru sana, ongea nao watakuwa na mashahidi. Shukrani sana. Asante. Naam brother. Moja kwa moja macho kwa kamera. Endelea kushare majina yako, wapenzi watazamaji wa kipindi chetu waweze kukujua na wewe uko hapa kama nani. Karibu bro. Asante sana. Mimi nipo hapa. Majina kwanza naitwa Godwin Stefano Lulenga. Mimi ni Mwanga. Mwanga ni mmoja wapo wa wafanya biashara. Tulikuwa tunafanya biashara barabarani. Baada kupata taarifa kwamba kuna eneo la soko limetengwa, tukaja kupewa vizimba hapa, na mimi mmoja wapo nikiwa ni Mwanga wa hilo, na nina vizimba zangu kipo pale tuliwekeza hela. Hali yote, jambo la kwanza ambalo lilikuwa limetokea awali, baada ya kuitishwa wananchi wote kwenye mtaa wa Yange wafanya biashara wa Msongola wanaofanya biashara barabarani kufika katika eneo husika. Tulipofika hapo tukagewa fomu za kujaza, zile fomu zinaelekeza kwamba ni shilingi 12,000 sehemu ya kufanyia usafi. Kama ni sehemu yako uletewa kufanyia usafi. Baada hapo tukaletewa mfumo wa ramani jinsi soko linatakiwa lijengwe. Na kama hivyo unavyoona hapo, sisi wananchi ambao wafanya biashara tulotoka kule barabarani ndio tulikuja hapo tukawekeza hela zetu. Moja kwa moja nimeona maflame yapo hapa. Kwani nyewe mmejiwekeza sokoni, kuna mtu amewafukuza msifanye biashara? Hatujafukuzwa kufanya biashara, ila sasa kwenye soko, unapokuwa soko umeweka biashara alafu watu waje, maana biashara itaharibika
hakuna kinachofanyika. Hapo mwanzo soko lilivyoanza tu mara kwanza lilitika vizuri. Kulikuwa na watu wa mnada wanakuja Jumamosi, kulikuwa na watu wa magari yanaingia. Soko lilikuwa tunafanya biashara kule sehemu ambako kwa kumepauliwa na bati. Watu walikuwa wanafanya biashara kule. Na biashara ilikuwa inaenda vizuri tu. Lakini baadaye mkanganyiko hili lile mara hili sitofahamu zilikuwa nyingi, ndio maana hapa kwenye sitofahamu. Ningependa Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kufahamu ambapo anasema ikatokea sitofahamu, na mwandishi wa habari anataka ajue sitofahamu ilikuwa ni nini. Hii sitofahamu ni ya mwekezaji. Baada ya kukaa katika vikao cha mwisho, kumbukumbu yangu na kumkabidhi mwekezaji afanye kazi, kalitomba ndani ya miezi mitatu soko litakuwa liko tayari na makubaliano yao katika ulipaji wa pesa. Sisi tunaendelea kuingiza hela. Soko litakapokuwa limeanza kufanya kazi, zile hela zilizobaki tutamalizia. Ilikuwa ni 4,400 na 10,000. Awali itakiwa wote tulipe 100,100 kwanza. Baadaye soko linaendelea kujengwa. Tutakapokuwa limeisha tunarudisha, tunaambia tuingie kwenye biashara. Maana yake tutaanza kumalizia zile 300,000. Kwa hiyo fahamu na sema mimi ni ile mwekezaji baina na sisi wafanya biashara. Mwekezaji hatujamuona mpaka leo. Hajarudi kuzunguka lolote. La, zile hela ambazo tumezitoa sisi laki zimemfikia au hazijamfikia. Ila tuelewe mpaka sasa hivi tumguse nani? Tukimfuata mwenyekiti wa soko, asema na mimi vile vile natafuta nguvu, kila ninachokifanya naona nashindwa pa kufika wapi. Okay, lakini pia hapo kwenye uwekezaji, kwa hiyo mwekezaji, hizo pesa mlikuwa mnazitoa mnamkabidhi nani? Hizo pesa tulipewa namba account. Tulikuwa na account ya soko. Ipo ya account ya DCB. Nani msimamizi wa soko wa hiyo account? Msimamizi wa soko kwa mimi ufahamu wangu nahisi iko mwenyekiti anaelewa ufafanuzi wote, kama ile account iko kwa nani, yeye anahusika vipi, nani anasimamia. Sisi lengo letu tunatia hela kwenye account tuone jambo linaendelea. Mmetia pesa kwenye account ya soko la benki. Soko kwenye account ya soko. Lakini maendeleo hamyaoni. Mmeika kamati, mmeitisha kikao mzungumze na wanaosimamia hiyo account? Kikweli vikao vimefanyika vingi sana. Baadhi ya viongozi wameshakuja, wanatupa matumaini. Tutafanyia kazi itaendelea. Hii imekuwa story mpaka naona mpaka sasa hivi unafika leo, maana story ndio ilikuwa hizo. Sasa kilio chetu sisi tunaomba msaada ili soko tuinue, tupate ufumbuzi. Kama kuna msaada mama aje tumalizie, basi aje tumalizie kupaua, tuingie, kwa sababu kipindi cha mvua huwezi kuingia vile. Kule sawa. Kuna watu wanafanya biashara kule, lakini mmoja wengi wamesizia kutokana na movement ya watu. Hakuna gari zinapoingia, mtu anaweza kushuka hapa, mtu akiona kitu pale anaweza kwenda kununua, lakini gari haziingii. Wanaopita hapa tu mmoja tu wa pikipiki, wa miguu. Kwa changamoto ni hiyo. Kwa hiyo tunachoomba ni nguvu. Tunaomba Mungu nguvu, mama tusaidie bwana. Acha wito kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, acha wito. Napenda kukupa wito. Kwanza mama, mitano tena. Mama, mitano tena, kwa sababu naona kazi unazifanya ni nzuri. Pia na sisi tunaomba sana mama, kilio chetu tunaomba ufike kwenye kata ya Msongola, uje uone kilio. Kata ya Msongola, mtaa wa Yange, hatuna soko, hatuna stendi. Viongozi wa soko wamepambana, wamepata eneo, sisi ndio tumetupa ramani, tumewekeza pale vile vyetu vya biashara ili mradi tupate maendeleo kwenye mtaa wetu wa Yange. Kwa kubwa zaidi mama, tunapokuomba tunaomba nguvu. Naomba hili swala ulichukulie kwa 100%. Speed yako unayokwenda nayo ndio hiyo mama, hapana kurudi nyuma. Watu ambao unaona wanakwamisha ile soko mama, fanya maamuzi. Tunaomba hayo mama. Hatuna mengine zaidi ya kusema asante mama, tunashukuru. Mungu aendelee kukulinda. Mungu akubariki uchaguzi unaokuja. Tuko pamoja na wewe. Tutaungana kwa jambo lolote lile ili mradi upate kutana madarakani. Mitano tena mama. Huyu alikuwa ni Godwin, mkazi anaitwa Godwin Stefano, mkazi wa kata ya Msongola, mtaa wa Yange, akitueleza kwamba kilio cha wananchi wa kata ya Msongola ni soko na stendi. Kwamba wananchi wa kata ya Msongola, mtaa wa Yange hakuna soko wala stendi. Hivyo anaacha ujumbe kwa Daktari Samia au kwa viongozi wetu wa serikali hapa Tanzania kwamba waweze kuwasaidia kuwakwamua katika hichi kilio, ni kwamba wanateseka sana. Ulikuwa nami kutoka hapa Boy Chido TV Dar es Salaam. Tunaendelea kupata mawaidha tofauti brother. Shukrani sana. Tunataka tuongee na watu wengine ambao wanapatikana hapa. Twende tena. Naendelea kuangalia siku ambayo tunakabidhiwa sisi, tunapewa vizimba. Hizo frame za mbele zote zilizojengwa, ile eneo lilikuwa limetengewa kwa viongozi wakubwa. Serikali ya mtaa walipewa, madiwani walipewa, polisi kata walipewa, viongozi wote wakubwa.
hadi kuna wengine walimu hapo wamepewa kwenye hivyo sehemu. Na kama hivyo ndio kutokana na ramani zao wakatenga huku mbele wajenge frame, ndio kama frame unavyoziona zimejengwa hivyo. Lakini hali ya yote baada ya haya matukio kutokea kupewa hivi vizimba, kulikuwa na kikao kilifanyika na viongozi wa soko, wakatafuta mkandarasi akiwemo mwenyekiti mwenyewe. Katika vikao tulikuwa tumekaa tukakubaliana kwamba gharama ya kujenga hapo, kuwezeka bati na hizo nondo na hizo chuma hizo ziweka hapo, tutalipia shilingi 410,000. Wakatafuta mwekezaji kwa sababu uzengo mmoja mmoja wakaona kama soko lao ramani yao tutaiharibu. Wakamleta mwekezaji. Mwekezaji alipokuja kupangia makubaliano kama mwekezaji ana pesa ya kutujengea soko letu, tumpe kiasi fulani, kiasi kidogo ili atuendelee kutujengea soko. Sisi kama wananchi tukaanza kutoa michango. Tumetoa michango, baadhi ya wafanyabiashara tumetoa, wengine tumetoa laki, wengine 50,000. Inasemekana baada ya hapo sisi tumesubiri mkandarasi ajenge soko atumalizie soko letu tukabidhi. Kuchukua pale. Na moja kwa moja tuko na mzee ambaye naye ana kilio chake cha stendi na soko, ni kwamba wamewekezea lakini hawaoni maendeleo yoyote. Moja kwa moja mzee, endelea kushare changamoto ambazo zinapatikana hapo. Anza na majina yako, share changamoto zako. Mimi jina langu naitwa Ali Mohamed Ali, ni mzaliwa wa Zanzibar lakini nipo hapa kwa muda mrefu, naishi hapa Tanzania bara. Nimekuja kutafuta riziki, kuhangaika na watoto nao wengi tu na wanajitegemea, lakini tumekuja hapa tumejenga soko hili. Hatuoni muongozo wote unaoendesha kwenye soko hili, isipokuwa kila siku linaenda chini tu. Tukiwavieta viongozi hawataki kutusaidia kwa chochote. Tumejitahidi kufanya kazi mpaka leo bado tupo tunaenda hivyo hivyo kimungu tu, lakini hakuna kinachofanyika. Viongozi ukiwaita wanakuambia tunakuja kesho au tunakuja, lakini hawafiki katika eneo letu. Kwa hivyo tunastahiki tujue wakala wa soko hili litakwenda wapi au linaishia vipi. Lakini kubwa sisi tunalotaka soko letu liendelee kuwa mbele ili tuweze kufanya kazi, kupata riziki na watoto. Vile vile hapa kuna magari ambayo tuliyaomba kusajili, lakini tunashangaa magari hayo yamesajiliwa kuja Msongora yanaenda Kitonga. Hatuoni sababu kwa nini magari haya yakate ruti yaende Kitonga, yapite hapa sokoni yaende Kitonga. Tunataka viongozi kila tukiwaambia watuambia gari zitakuja lakini hazionekani. Sasa hatujui wakala wake viongozi hawa wakoje, na hatujui mustakabali wa soko hili litakuwaje. Sisi tunapata hasara kila siku, tunanunua vitu vikiisha hatuna pesa. Watu wanakimbia sokoni, walikuwa soko limejaa watu, lakini wote wameondoka kutokana na ukiritimba uliopo kwa soko hili. Hatujui viongozi wetu wanatuweka katika ngazi gani. Kwa hivyo tunaomba kama kuna uongozi waje kuangalia hili soko, wafike waone mazingira ya soko hili lilivyo. Soko liko katika hali nzuri, lakini limeshindikana kufanya kazi. Watu wanakaa barabarani huko wanafanya kazi. Hatusui sababu kwa nini watu wakae barabarani kule na soko liko huku. Naam, nashukuru sana. Kwa hiyo kilio chenu cha wakazi wa mtaa wa Yange ni kwamba hamna stendi wala soko, na viongozi wa huku ni kwamba hawawasikilizi ipasavyo, si ndio? Okay, mzee Ali Mohamed Ali, ili swala hebu tumwachie Daktari Samia Suluhu Hassan. Namuomba sana mama, na Mwenyezi Mungu amzidishie, ampe umri aweze kuendelea na kipindi kijacho. Tuone atatufikishia atatusaidia nini kuhusiana na hiyo. Shukrani mwandishi, nakubali sisi. Shukrani sana mzee. Asante sana. Shukrani. Tunaendelea na kipindi chetu cha hapa mtaa wa Yange. Tuna changamoto ambazo zinapatikana hapa, ni kwamba hakuna stendi, hakuna soko. Wananchi wamewekeza pesa nyingi katika soko, lakini haoni mabadiliko wala wafanyi biashara. Kama unavyoona ni kwamba hili ni soko limejengwa, hili ni soko, atuongelei kwa bila vitendo. Hili ni soko unaloliona, ni soko limejengwa vizuri sana. Wananchi wa mtaa wa Yange wamewekezea vizuri, lakini mute huyo ni kelele. Kwa hiyo wamewekezea mtaa wa Yange, lakini hawaoni maendeleo wala faida yoyote. Na kila wakipeleka taarifa kwa viongozi ni kwamba viongozi hawana ushirikiano na wananchi wa mtaa wa Yange. Moja kwa moja tunaendelea kusikiliza changamoto za hapa na pale. Mzee, uanze kwanza kushia majina yako matatu na ni mkazi wa wapi? Mimi naitwa Ali Saidi Kimetembete, mkazi wa mtaa wa Yange. Naam. Changamoto zako na kilio chako ni kipi? Changamoto zangu kuhusu soko. Ndio. Hili soko tunalalamika bure, lakini kuna vitu vinakuwa sio kweli. Kwa mimi kama changamoto yangu mimi, sababu hili soko lingekuwa la serikali, nadhani lingekuwa hivyo vitu vinawezekana sana. Lakini soko la mtu binafsi inakuwa ngumu, na watu waliojua vizimba hapa wote wengine wameuza.
mtu katoka Mbagala, mtu katoka Temeke, mtu katoka wapi kaja kula vizimba. Kwa kizimba vikishauzwa watu wa biashara hapa walikuja wameangalia biashara nacho naondoka. Kwa hiyo biashara ni kuingia ni ngumu sana. Hiyo ndio jambo la kwanza. Ingekuwa ni jambo la serikali mimi nadhani ingekuwa nyepesi sana. Kwa hiyo nataka tutuambie hii soko sio la serikali, la watu binafsi, wawekezaji. Watu binafsi, huyu kama mwekezaji. Mwekezaji Alitoa eneo lake watu wakagana, lakini hao wakugana hao wengine wameuza. Mtu anachukua vizimba 5 6 wanauza. Katika hili ungependa kushauri nini katika hili? Bwana, kushauri kwangu labda hao walioogea vizimba kwanza wote waitwe. Wote waitwe. Bwana kule kwa sababu mpaka sasa hivi hapa wanatokea poli. Hamna biashara tunafanyika. Yule mama pale aliweka nyanya mpaka nyanya zinauza. Biashara haifanyiki biashara yote. Hivyo vamba ile frame watu walijitahidi lakini hamna chochote kinachofanyika. Hamna biashara. Na auction kubwa ya watu sasa hatuna watu wengi. Hujaifikiria mtaa wako uwe na maendeleo? Au katako yeye? Mimi napenda sana. Sasa ushauri wako ili tupate maendeleo ni upi? Baba viongozi, yani viongozi wakitaka hapo kuendelea kule watoe watu wote waje hapo. Ni wapi huko ambako? Pale barabarani kwa. Sehemu ya barabarani ndio watu wamekimbilia, wameacha soko. Haki kule walivyotumiwa wakaja hapo kagaiwa vizimba. Kila mtu akagaiwa cha kwake. Sasa wengine wameuza. Sawa, sasa hiyo tatizo la kuuza ndio tatizo lingine. Mtu anamuuzia biashara fulani. Anaondoka sasa. Mtu yupo Mbagala atakuja kufanya biashara sio rahisi. Sio rahisi. Kwa hiyo vizimba vimekaa wengi hapa wapo. Chapo wanakuja wanatoka. Wakiacha wanakuja wanatoka. Kama unavyoona Mbagala wanafanya. Wanaingizwa watu wanatoka. Yaani tuseme usimamizi ni mgumu. Shukrani sana mzee. Kitonga unaona pale ukienda sasa hivi kama Mbagala. Auction watu wanao wengi, mtu atoka sijui wapi wako pale. Sio auction yetu kwanza ni ndogo, ni hilo ni tatizo kubwa. Auction watu ni ndogo. Ngapo magari mengi ndio geuza hapa, mimi nadhani biashara zingekuwa. Kivule ije hapa, sijui uko Buza zinakuja zije hapa. Kinza vigari za Buza zinapita. Uwezo kumuongezea mtu hapa amna tabu ile afu ageuza aondoke ile kitu sote. Shukrani sana mzee kwa maoni yako. Pamoja sana mzee. Tunazidi kupata changamoto na maoni tofauti kwa wakazi wa mtaa wa Yangeyange, kata ya Msongora. Mzee nakuona hapo mzee. Karibu sana. Okay, moja kwa moja mzee, ningependa uanze kushare majina yako kwa watazamaji waweze kujua na unatokea kata gani, mtaa gani? Mimi natoka kata ya Msongora, kata ya Msongora hapa Yangeyange. Kwa jina naitwa Abdallah Yambupa Mbogamo. Ni mkazi wa eneo hili. Sawa. Mzee, ningependa kwanza uanze kutueleza changamoto za huu mtaa wenu wa Yangeyange. Tumekosa stendi, tumekosa soko. Hii inatokana na nini? Changamoto yake, shida ni nini? Shida jinsi ambavyo ilivyo shida hapa ni kutokuwa na ushirikiano na viongozi wa eneo hili. Huyu aliyewekeza hapa maeneo haya na wenye viti wa vitongoji na diwani wa kata hii ndio kukosa ushirikiano ndio imesababisha kuwa hivi na soko lenyewe kuwa namna hii. Kuna mabanda ya kuku. Ili mnajenga ili go down ya? Bidhaa za jumla zote. Go down la soko. Safi sana. Go down kubwa sana. Okay. Mara ya mwisho nyinyi kufanya vikao na wenyekiti wa serikali za mitaa na wabunge na diwani ilikuwa lini, yani kwamba wananchi kama wa kata ya Msongora mtaa wa Yangeyange mara ya mwisho kuwafuata viongozi wa serikali za mtaa, mfano mtendaji, mwenyekiti, mbunge na diwani, ilikuwa lini? Yani tangia tumewafuata ni takriban kama mwaka mmoja sasa umeisha sasa. Umeisha, hatuwafuati tena baada ya kuwa wanavyotuletea wimbo ni ule ule. Mnapopeleka taarifa zetu halafu hazitekelezwe. Mmechukua hatua gani tena baada ya hapo? Baada ya hatua hapo tuliwaambia tena, tuliwaachia viongozi wa soko au wasimamizi wa soko
kwamba jamani, fanyeni jinsi inavyobidi sasa, mfanye muende ngazi kwa ngazi ili kusudi viongozi wetu wa ngazi za juu waje watusikilize. Lakini hii kata ya Msongola na mtaa wa Yange Yange haukosi diwani, haukosi mbunge, haukosi mtendaji na mwenyekiti. Hao wote wameshindwa kutatua tatizo. Wameshindwa kutatua, naam, wameshindwa kutatua. Sasa ujumbe wako ni upi kwa rais kama hawa viongozi wameshindwa kutatua hili changamoto? Kama mbunge, diwani, mwenyekiti ambao ni mabosi zenu wameshindwa kutatua changamoto yenu ambao ni maendeleo kwa mtaa wenu na kata yenu. Watu wanaotakiwa kuleta maendeleo ni wabunge, diwani, mwenyekiti na watendaji. Sio hivyo? Mkishirikiana na wananchi. Sasa kama mmeshindwa kushirikiana kati ya serikali na wananchi, hapo si kuna hatari hapo? Hapo ndio nataka uache ujumbe kidogo kwa Daktari Samia Suluhu Hassan afanye nini ili aweze kuwaweka sawa viongozi wenu na wananchi mwe kitu kimoja. Kazi ya kiongozi ni kujenga na sio kubomoa. Mimi na ombi langu kuhusu kwa kweli hao wote viongozi wa chini kuanzia mwenyekiti wa kitongoji, diwani, wote ni viongozi wake. Kwa hiyo ninachokiomba yeye afanye jukumu, yeye ana jukumu la juu. Kwa hiyo afanye chini juu. Ni kwa nini hawa umeshindwa kuwatatulia hawa wananchi ndani ya kata hii ya Msongola? Naam mzee, shukrani sana. Umesema mzee nani? Abdalla Yambugwa Mbogamu. Abdalla Yambugwa Mbogamu. Okay, mkazi wa kata ya Msongola, mtaa wa Yange Yange. Tulikuwa na mzee hapa ametueleza yale na ametoa ya rohoni kabisa. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Viongozi wa kata ya Msongola, mtaa wa Yange Yange, waleteni wananchi stendi na soko. Fukuzeni watu barabarani, waleteni soko, kwenye soko wafanye biashara. Shukrani sana mzee. Okay, tunaendelea kuangalia mengi ambayo yameboreshwa hapa lakini hakuna wananchi. Moja kwa moja, brother, ningependa uanze kushare majina yako na ushare changamoto mnazokutana nazo huko. Shida ni nini? Moja, karibu sana. Kwanza kwa majina naitwa Abduli Ramadhani. Mimi ni mkazi wa hapa Msongola, sokoni Yange Yange. Tuna changamoto kikweli, changamoto zetu kubwa kuhusu jambo la soko, changamoto zetu ni kubwa sana. Changamoto yetu ya kwanza, sisi tunahitaji kwanza gari ziingie. Sababu gari zikiingia tunaamini kabisa hata wale walio wenye vizimba humu watakuja kufanya biashara. Hatuwezi kusema sijui uongozi na magani vipi, lakini hayo yote ni hapo sababu kama jambo lilishaanzishwa na maana tayari mimi naamini lilishakuwa kwenye mfumo mzuri. Sisi tunaamini kama mwanzo gari ziliingia tukafanya biashara, kuna watu waliondoka kutokana na na gari zilikatishwa kwamba gari zisiingie kwamba hatuna barabara nzuri. Mwenyekiti wetu wa soko akapambana, akaingiza greda, akasawazisha barabara ikawa vizuri. Hapa kuna barabara ambayo ni kubwa ya kuingia mpaka hapa sokoni alitengeneza na ya kutokea. Bado gari zikawa wakaita changamoto wenye gari kwamba bwana njia mbaya bado ikaingia tena greda mara ya pili. Otherwise nje hapo kuna watu ambao viongozi wake mwenyekiti alikuwa nao. Mimi nadhani hao ni mmoja ambao wamerudisha maendeleo nyuma. Wao wenyewe tu inaonekana kama hakuna maelewano kati ya mwenyekiti wa soko na wenyekiti wa serikali za mtaa na wa serikalini. Hawana ushirikiano kabisa. Ili tupate maendeleo tunatakiwa kufanyaje? Cha kwanza ili tukupata maendeleo, cha kwanza natakiwa kwanza maelewano mazuri, wakae wao kama viongozi tuweze kujua jambo gani la kufanya katika soko letu liendelee la Msongola. Unaweza kutupa kidogo ile sintofahamu chanzo cha wao kutokuelewana? Ubinafsi cha kwanza. Ubinafsi kwa sababu mwenyekiti wa soko yeye amesimamilia kwenye watu wote wapate. Ndio. Kiongozi mwingine yeye amesimamilia kwenye jambo la ni mimi nataka mapato ya soko yote yafike kwanza kwangu. Yeye mimi ndo nijue na naamua nini. Sasa katika hilo ni kitu ambacho hakiwezekani. Shukrani sana. Umesema unaitwa nani? Abduli Hamisi, mkazi wa kata ya Msongola, mtaa wa Yange Yange, akituhakikishia kuwa ubinafsi na ile ya mimi ndo mimi na wewe ndo wewe, hiyo ndo inatokuhamisha. Kazi ya kiongozi
ni kujenga watu kwa kitu kimoja. Hiyo ndo nayejua kazi ya kiongozi ni kujenga watu wawe kitu kimoja na sio kubomoa. So mimi nawaachia ujumbe wa watumishi wa kata ya Msongola, wekeni mipango miji vizuri, mshirikiane na mwenyekiti wa soko, mshirikiane na wananchi pia wa kata ya Msongola, mtaa wa Yangeyange. Wameweka stendi pale, mabasi hayaji, na inavyosadikika ni kwamba serikali haina ushirikiano na mwenyekiti wa soko. Huo ujumbe namwachia mtazamaji wa kipindi chetu cha Boy Chedo TV. Toa comment, subscribe channel yetu, like. Ulikuwa nasi hapa tukitokea Bongo, Dar es Salaam. Kwa majina anaitwa Boy Chedo TV. Na moja kwa moja ndio sehemu ya stand ambao imeelekezwa magari yote yaliyosajiliwa yaje hapa mtaa gani ule mzee? Huu mtaa Yangeyange, soko la Msongola. Mtaa wa Yangeyange, soko la Msongola. Niko na bingwa mwenyewe ambaye ni Steven Lulenga, ana yale ya kutufungia kipindi chetu cha siku ya leo kinachohusiana na soko ambalo halina watu. Ni kwa nini halina watu? Na imeanzishwa stendi na imesajiliwa stendi moja kwa moja, lakini magari hayafiki hapa. Twende kafunge nacho hichi kipindi. Karibu Steven Lulenga. Asante sana. Naam, ni kwa nini magari hayafiki hapa? Na stendi nimeona umeme umefunga vizuri na kila kitu kinajionesha kabisa, stendi imekamilika, lakini magari uliyosajili yaje hapa yafiki. Sababu ni nini? Sababu za magari kufika hapa nafikiri za kisiasa, kwa sababu magari yamesajiliwa na tumesajili njia kama zaidi ya 7. Naam. Kuna mabasi ambayo yameandikwa Mbezi Luisi Msongola sokoni. Naam. Buza Msongola sokoni, Mwandege Msongola sokoni. Naam. Kigamboni wilayani Msongola sokoni. Na kutoka hapa magari wenye rangi 3 Msongola sokoni. Mabasi yote haya hayaingii sokoni, yameelekezwa yapite yaenda kwenye soko jingine huko la Kitonga. Wakati yamesajiliwa yapite mtaa wa Yangeyange. Hii ni terminal ambayo tumesajili mabasi yote yanaishi hapa, kwa sababu Msongola hatuna stendi ya mabasi. Wananchi wote wa Msongola hawapandi kwenye basi, wamekaa. Sasa mabasi yanapanda yale ambayo yanatoka Chanika au Kitonga kwenda sehemu mbalimbali. Lakini kama Msongola, ndio mimi nilikuwa nimeanzisha stendi ili na wananchi wa Msongola vile vile nao wapate sehemu ya kukaa. Yaani mtu anatoka saa 10 anaangaa kwenye gari anakwenda sehemu zake za kufanya biashara. Na unafikiri changamoto hizi za kisiasa ndio zinakwamisha mabasi yasipite hapa, au kuna ile fitina ile ambayo inaendelea kati ya wakazi wa Msongola wa hii mtaa wa Yangeyange, au sijaelewa? Maana hii ni faida kwa sisi sote, tunatakiwa tupate stendi ambayo ina mabasi. Hatuwezi kupata stendi haina mabasi. Sijasema fitina, kwa sababu na wasiwasi kwa hakuna kikao ambacho cha wananchi kimeitishwa ili wananchi watoe kero zao. Naam. Kama ingekuwa kuna kikao cha wananchi wa mtaa Yangeyange kwa pamoja, nafikiri wangemuuliza mwenyekiti wa mtaa au diwani wa mtendaji, kwa nini mabasi yamesajiliwa afike sokoni lakini afike sokoni na sisi tunapata changamoto ya kila siku kuamka kwenda Mbande au Chamazi kupata mabasi mengine. Kwa nini? Na mabasi yetu tunayo. Shukrani. Lakini tumeona stendi iko empty, soko liko empty na vyote vimesajiliwa na vinafanya kazi, lakini watu hawapo, magari hayapo, wafanyabiashara hawapo. Ili umelichukuliaje ukiwa kama mwenyekiti wa soko? Sasa hivi nimeshagundua kwamba cha kufanya ni kuwatafuta wote ambao ni magawa vieneo huko sokoni. Nataka niwatafute mmoja hadi mwingine, niwaulize kama niliwapa kwa ajili ya kufanya biashara. Sasa hivi wamepotelea wapi? Kwa sababu ile eneo mimi nimeingia ubia na mtu mwenye ardhi yake. Na serikali vile vile inataka nilipe ushuru wa soko. Lakini haya yote yalikuwa mahesabu kwamba ya watu walikuwepo hapa. Tena cha kutokuwepo na mimi kinanishangaza. Nimeshukuru kama leo mmekuja, mtanisaidia kuwaita wafanyabiashara. Sisi sema wafanyabiashara au wahanga wote ambao nilikuwa nimewagawia maeneo ili wajenge soko. Sababu wamejenga lakini wafanye biashara. Sasa nataka nijue kweli hao ni wafanyabiashara au kama wameshauza na wameuzia nani? Kwa sababu mimi sina taarifa kama hata kimoja hapa kimeuzwa. Haya maeneo yote haya niligawa bure. Nimegawa bure. Ndio. Kwa hiyo nimegawa bure ili watu wajenge, soko lifanyike na biashara ziendelee. Sasa yani kiomba kwenye kitu ya mtaa anitia watu kuna changamoto ya kuwaita. Watu si vikao au mikutano, watu si vikao na mikutano. Sasa mikutano ukiomba kikao cha wafanyabiashara
unaambia mwenye mamlaka ya kuita wananchi mwenyekiti wa mtaa. Mwenyekiti wa serikali za mtaa. Kama yeye si mwenyekiti wa ndio anasimamia masuala ya nini ulinzi na usalama. Lakini kumbe mimi navijua kwamba hawa ni wadau wangu. Kwa sababu ni watu ambao wanafanya biashara sokoni. Lakini utaona kila nikitaka kuomba unakuwa na changamoto ya kuvutia hao watu. Lakini kuna siku mwaifanya mawasiliano na mwenyekiti wa serikali za mtaa, diwani, mbunge na mkuu wa wilaya pamoja? Nisha wote hawa sio kama wako mbali sana na mimi, tunakaa tunaongea. Tunafikia mwafaka, watasaidia hiki, watasaidia kile, lakini siku zinakwenda hakuna kinachopatikana. Hata mwezi mmoja hujapita hapa, diwani alisema kwamba ataka kunisaidia kuwatafuta wafanyabiashara wa jumla watakuja sokoni. Na akaniambia mimi nitengeneze soko, niweke umeme hapa kwenye stendi, na nimefanya hivi kama unavyoona umeme hapa unawaka. Unaona umeme ndio. Hizo ni juhudi za serikali za mtaa au ni zangu binafsi. Pengine sana anaweza kumpa msaada kwa mwenye eneo lake, ananikopesha, lakini mara nyingi sana hizo hela ninatoa kwenye mfuko wangu binafsi. Yote hayo anafanya mwenyekiti wa soko. Ametokea umeme na stendi ameweka, lakini magari hayaji, amesajili stendi kiofficial, na sokoni pia kama unavyoona amepigana nalo, limekuwa standard, lakini watu hawaji kufanya biashara. Na pia ameweka stendi na amesajili mabasi ya kuja hapa, lakini hakuna kinachoendelea. Tena mabasi mheshimiwa, hata mwenyekiti wa mtaa alisaidia kuandika barua za kwenda kuomba ruti zingine 7 zaidi. Naam. Sasa nashangaa yeye ambaye amesaidia kuandika barua ili magari mengine yaongezeke, lakini leo magari hayaingii sokoni. Na amesajiliwa. Watachukua na nini? Wanapoteza muda huo wa kuenda kuchukua yani kufanya nini? Kuchukua maamuzi, kukamata yale magari yaje hapa. Kwa nini wanaruhusu yaende kwenye ambako hawajasajiliwa? Wanaacha kuja hapa palipo elekezo kwamba yafike. Hilo sijui, kwa sababu ulishaongea na baadhi ya maaskari wa usalama barabarani. Nisha waenda kuongea nao, nafikiri barua hata kwa alatio halmashauri alipewa taarifa kwa mabana kuna mabasi hayafiki. Lakini yeye alisema kwamba kuna utendaji wake, kwa sababu hili soko magari yanaanzia wilaya ya Temeke yanakuja wilaya ya Ilala. Sasa alatio wa wilaya ya Ilala ni wa Temeke, yeye anasema magari yanapita na yaona yanafika kwenu, lakini atakie huyo asimamie sana ni huyo DTO kutoka Chanika. Na ndio eneo lake. Naam. Okay, shukrani sana bwana Steve. Ningependa utufungie kipindi chetu kwa ujumbe mmoja tu mfikie Daktari Samia Suluhu Hassan. Karibu. Asante sana. Kiwezekana naomba Mama Samia, wananchi wako pembezoni kabisa mwa wilaya Ilala atupate huduma elekezi. Na nicho kigundua kingine kwamba kata ya Msongola sijaona viongozi wa kimataifa, wa kitaifa yani, kuanzia waziri, mwenye mama rais na viongozi wengine waje wakutane na wananchi. Kwa hiyo naomba ikiwezekana uje kwenye kata ya Msongola, hasa mtaa Yange, uongee na wananchi. Kuna kero nyingi ambazo wanazo, kama barabara za mitaa, barabara kuu mpaka leo bado sio nzuri. Hii yote ikifika nafikiri utakuta kuona kwamba baadhi ya wananchi wengine ingawa tupo mjini kabisa kwenye jiji la Dar es Salaam, lakini hatuna huduma za muhimu. Shukrani sana. Ulikuwa nasi kutoka Boychidu TV na tulikuwa na mwenyekiti la Lulenga akitokea hapa kata ya Msongola, mtaa wa Yange. Anatuhakikishia kuwa barabara za mtaa bado hazijakamilika, lakini pia anaomba msaada mkubwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wakazi wa eneo hili waweze kuwasikiliza kilio chao na viongozi husika waweze kufika hili sehemu na kuweza kulitatua. Kikubwa kazi ya kiongozi ni kujenga watu kwa kitu kimoja na sio kubomoa. Tulikuwa nasi kutoka Boychidu TV. Mzee, tukutane tena kipindi kijacho. Asante sana. Shukrani sana. Karibu sana. Shukrani sana.